Tuitazame video hii alafu nitasema kitu. Tanganyika anatoka anakuja Zanzibar kutafuta kazi ambayo ile kazi Mzanzibari hajapewa, lakini ukiangalia analipwa pesa ndogo. Wazanzibari, vijana wenzangu, naomba tueleweshani jambo. Kwenye suala la ajira, Watanganyika au wageni wa sehemu nyingine yote ile sio maadui zetu, hawachukui ajira zetu. Ajira za serikalini ni lazima uwe na kitambulisho cha Mzanzibari, kwa hiyo hakuna mgeni anochukua ajira yako. Ajira za sekta binafsi, hiyo ni duniani kote, hawawezi kuwepo wazawa peke yao. Tuna jamaa zetu wanafanya kazi Omani, tuna jamaa zetu wanafanya kazi Dubai, wanafanya kazi Ulaya. Wewe unahisi wanalipwa sawa sawa na wanapolipwa wazawa? Sio kweli. Je, wasiajiriwe huko? Wasiruhusiwe kuendesha malori, kuwa wapishi na kadhalika? Mnahisi wanalipwa sawa sawa na wanapolipwa Omani au wanapolipwa Uingereza? Lakini hivyo ndivyo uchumi unavyokuwa dunia nzima. Kazi zile zile ambazo wanazikataa wa Omani, Waingereza, ndio dada zetu, kaka zetu wanazifanya na wanarejesha pesa nyumbani Zanzibar, tunajengea nyumba na kusomeshana na mambo mengine. Similarly, kazi hizo hizo ambazo sisi tunasema 1500 haitutoshi, haiwezekani, ndugu zetu wa Tanzania mainland, ndugu zetu wa Afrika wanakuja wanafanya na wanakwenda kwao wanajenga. Yani hivyo ndivyo dunia ilivyo. Sekta binafsi ni sekta biashara. Kwa hiyo hizi kampuni zipo kwa ajili ya biashara. Kama wana uwezo wa kupunguza cost, nani unafikiria hatopunguza? Hata kama nyote wawili ni madaktari, labda yule daktari mwingine ni jamaa yake, utalazimisha mlipo sawa kwa sababu wewe ni mzawa? Vijana sote, awe Wazanzibari, awe wa Tanzania mainland, awe wa Afrika, sote tuna matatizo yale yale. Sote tumekosa matumaini. Adui yetu sio Mwafrika mwingine anaipata ajira. Adui yetu ni uhaba wa ajira. Serikali iwe wabunifu kututengea ajira. Serikali itoe mafunzo jinsi gani tujiajiri. Tusikubali Wazanzibari kuwa wa South Africa. Sisi sio wa South Africa.